Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa kuanza tu kwa siku ya leo tunaanza kwenda kuangalia mapinduzi ya maisha ya mafanikio, kuangalia zile principles of life. Maisha yana kanuni. Sasa tunakwenda kuziangalia kanuni za mafanikio katika maisha yetu. Kwa hivyo tukisema principles of life, maana kwamba katika maisha kuna vitu muhimu sana vya kwenda kuviangalia. Sisi tumezoea kuishi tu katika hali ya kawaida, lakini tunapaswa kujua kwamba kumbe maisha yana kanuni zake, kuna principles of life. Na hizi ni kanuni za kimaumbile, tunaweza kusema kama ni kanuni za kimungu ambazo wale wanaozigundua na kuzifuata, basi moja kwa moja wanakuwa wamepata chanzo kizuri sana katika kwenda safari ya mafanikio. Sasa miongoni mwa kanuni hizo ni hebu kuzibainisha hapa. Kuna kanuni ya kuweka malengo. Tuna swala zima la kuweka malengo, lakini pia kuna kanuni ya bidii katika kazi, hard working. Lakini pia kuna masuala ya kutumia muda vizuri, punctuality. Lakini pia kuna kufanya au kuanzisha jambo lako, kufocus katika jambo lako la mafanikio. Sasa kwa kuanza na ili eneo la kwanza ambalo ni eneo la kuweka malengo, tunasema kwamba malengo katika maisha ni kanuni muhimu sana ya maisha, ambapo uwepo wa lengo basi hupatikana hitaji la msukumo wa kwa namna ya kuweza kutimiza lengo hilo. Kuna ulazima kuainisha mahitaji na malengo yanayohitajika kukamilishwa katika maisha yetu. Hii ni kwa sababu kuishi bila ya lengo ni sawa na kwenda katika safari usiyojua. Sasa mfano wa malengo, unaweza kuwa na malengo mbalimbali kwa wakati mmoja, ni moja au zaidi ya moja. Kwa mfano una lengo la kujenga nyumba, lakini pia una lengo la kusoma kozi fulani. Kuna lengo la ndoa, kuoa, kuolewa, lakini pia kuna kuanzisha biashara A au B, na pia una lengo la safari ya matembezi. Kwamba mwanadamu lazima anatakiwa aishi akiwa na lengo, na kwa umuhimu mkubwa sana ya kuweza kujua kama mwanadamu una lengo lako. Kwa mfano miongoni mwa umuhimu wa kuweka malengo kwamba namna kuwa na lengo husukuma kupanga mipango, planning. Lakini pia lengo hutoa nafasi kutafakari mikakati ya utekelezaji, na pia lengo husaidia kutafakari upatikanaji wa nyenzo, resources. Na tunajua kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanywa bila kuwa na nyenzo, bila kuwa na vifaa ambavyo utavitumia kwenda kufanya lengo lako. Kwa mfano unataka kujenga, hivyo kuna nyenzo muhimu sana za kujenga. Kwa mfano mtaji, kuna nyenzo ya kupata ardhi na kadhalika. Unataka kufanya biashara, lazima uangalie soko, lazima uangalie mtaji, lazima uangalie eneo pamoja na wateja. Kwa hivyo unaona kama namna unapokuwa na lengo, basi itakupa msukumo na kutafakari juu ya namna ya kwenda kutafuta nyenzo, ambapo hizo ndio ambazo utazitumia katika kutimiza lengo lako. Vinginevyo, baada ya kuona kama nyenzo hamna, kwa hiyo inaonekana wazi kwamba ni vigumu kuweza kutekeleza. Kwa hivyo tunasema hilo, na ndio maana tunasema hizi ni kanuni za maisha. Lakini pia kuna uwepo wa lengo husaidia kuchagua lengo bora, kwamba lazima unaweza kuwa na malengo 1, 2, 3, 4. Hasa lazima ndio ukafanye lengo lipi ni bora kwa wakati fulani kuweza kukamilisha, kwa sababu hasa kwa sisi ambao tunaanza sasa maisha ni vigumu kuweza kutengeneza malengo mengi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo hapa lazima tukafanye kuna kitu kinaitwa prioritization. Ni namna kuangalia consequences za kila lengo moja, je, uwezekano, vifaa, wakati. Kwa hivyo hapo unaona kwamba kwa mujibu wa hali yangu ya sasa, lengo A ndio ambalo naweza kutimiza. Kwa mfano unataka kujenga, unataka kufanya biashara na kadhalika, lakini unapoangalia kwamba ninapofanya biashara mtaji wangu pengine ni mdogo, na unaona kwamba swala zima la ujenzi linahitaji mtaji mkubwa. Kwa hivyo unaona kwamba kwa vile nina mtaji mdogo sasa, ninacho shilingi 200,000 kwa sasa, maana ni vigumu sana kuweza kufanya kukamilisha lengo la ujenzi. Kwa hivyo hapa nitakupa picha ambao kwa sasa hapa lazima nikaanze na mtaji wa biashara ambao kwa shilingi 200,000 kwa kuanzia ni pesa za kutosha kabisa kufanya biashara ndogo, ambapo baadaye baada ya kupata faida kubwa na biashara kukua, ndipo lengo lako la kwenda na kufanya biashara unaweza ukalifanya. Kwa hiyo hii ni kanuni muhimu sana. Kwa hivyo hii inatokea wapi? Inakutokea muda ambao una lengo, na katika lengo lako nimekwambia lazima ukafanye prioritization, ukafanye uchakatuaji wa lipi lengo bora kwa sasa unaenda kufanya. Hapo unapofikia hapo ndio itakusaidia wewe kuweza kufanya au kutimiza lengo lako, na huo ni miongoni mwa umuhimu wa kuwa na lengo. Lakini pia katika swala zima la kuweka malengo
kuna namna ya kwenda kuangalia, kuna hatua za utimizaji wa malengo, kwamba ziko hatua mbalimbali ambazo utazitumia kutimiza malengo yako. Kwanza, chunguza lengo la kusudio lako. Lazima ujue ni lengo langu ni matatu, lakini lengo lipi nalikamata. Lakini pia baada ya kukamata lengo moja, sasa andaa mpango wako planning. Lakini baadaye zingatia nyenzo au vifaa vya utekelezaji, hasa panga muda na utekelezaji wa kila hatua. Lakini baadaye tekeleza mpango wako focus. Focus maana yake sasa, baada ya kuweka malengo yako matatu na ukaona kwamba baada ya kukusanya zile consequences za malengo yako matatu, ukaona kwamba the possible objective kwa sasa ni kwenda kuangalia lengo zima la kufanya biashara, hata kama ni mtaji mdogo, basi pale sasa unatakiwa focus. Maana unatakiwa hasa uende moja kwa moja kufanya mpango wako. Baadaye mwisho unafanya tathmini. Na kuna vitu vya kuzingatia katika malengo. Hakisha kwa mpango wako unaokamilisha bila ya kukatisha njiani. Baada ya kufanya tathmini ya utekelezaji, ndipo hatua za marekebisho zitatoka zichukuliwe kwa ajili ya kuboresha eneo husika. Lakini pia kukatisha mpango njiani kutasababisha kufeli kwa mipango yote itakujibu. Kwa hivyo kuna muhimu sana hapa ya kuweza kuona kwamba lazima mpango wako mmoja uanze hatua zako mpaka mwisho ufanye tathmini. Tathmini ndio ikakuonesha wewe kwamba sasa kuna changamoto kwenye eneo fulani, eneo A, na rekebisha hapo. Unapofikia hatua hiyo unagundua changamoto ambazo zimejitokeza au dhaifu. Kwa hivyo namna unavyoweza kulikamilisha lengo la kwanza na kufikia mpaka kufanya tathmini, hapo ndio inapokuwezesha kwamba hata kufanya lengo jingine basi ni wepesi sana kuweza kukamilisha mpango mwingine. Kwa hivyo kufikia hadi hapa, hichi ni kipengele muhimu sana cha uwekaji wa malengo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.